Ni wazi wakati sasa umefika tufikirie juu ya swali hili. Mpango wa elimu katika Tanzania umewekwa kwa sababu gani? Shabaha yake ni nini? Sasa hili swali sio langu, ni swali lililoulizwa tangu mwaka 1967 na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kijitabu chake cha Maongozi alichokiandika kwa ajili ya kutambulisha sera ya elimu na kujitegemea, ambayo ilikuwa ni sehemu tu katika ule mpango mzima wa sera yake ya ujamaa. Na sera hiyo ya elimu ya kujitegemea inaweka wazi kwamba elimu katika Tanzania huru ni lazima iwe na shabaha maalumu kulingana na wakati uliopo pamoja na mahitaji ya wakati huo. Na hapa lazima tutambue muktadha wa maneno haya, kwa sababu wakati yanaandikwa ilikuwa ni wakati ambao nchi ya Tanzania huru ilikuwa ikijiweka sawa baada ya ule mfumo wa kikoloni uliokuwepo miaka mingi ya ukoloni. Na shabaha ya elimu ya kikoloni ilikuwa ni kutengeneza wataalamu wachache kutoka miongoni mwa Watanzania kwa ajili ya kusaidia shughuli za kikoloni ziweze kwenda. Yaani kikundi cha watu wachache wataalamu ambao wangeweza kusimamia walio wengi ambao ni wananchi kwa manufaa ya mkoloni. Na hivyo mara tu baada ya uhuru, nchi ya Tanzania, na hapa nikisema Tanzania ninamaanisha Tanzania huru, yani baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ilirithi mfumo huu wa kikoloni. Mwalimu Nyerere anasema, ndio kusema kwamba elimu ya kikoloni ilileta fikra za mtu kuwa bwana na wengine watwana. Na kwa kweli iliwafanya wanyonge wakandamizwe na wenye nguvu, hasa matajiri. Kwa hiyo elimu ya kikoloni katika nchi hii haikuwa ya kuendeleza ujuzi na mila za Watanzania kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Ilikuwa juhudi hasa ya kubadili mawazo hayo na badala yake kupanda mila na ujuzi kutoka nchi nyingine. Na hivyo baada ya kulitambua hilo, elimu ya Tanzania huru ikawa inalenga kufuta makosa makuu matatu. Kosa la kwanza ni kukomesha ubaguzi wa rangi katika kutolewa elimu, kwa sababu hapo mwanzo wakoloni walikuwa wametengeneza mfumo wa elimu kugaiwa kwa kikundi kidogo cha watu ambao ni ama wanafunzi wenye vipaji vikubwa zaidi katika jamii kuliko wengine, na au wale watoto wa viongozi wa kimila ambao wachache wao walipata nafasi za kusoma kuliko watu wengine wa kawaida. Kosa la pili ambalo mfumo mpya ulilenga kulitatua ilikuwa ni kuongeza nafasi za masomo kwa watoto wote. Kwa mfano, mwaka 1961 ni wanafunzi 490,000 tu waliokuwa wamepata nafasi ya kuingia katika shule za msingi. Kufikia mwaka 1967, karibu miaka 6 baadaye, idadi ilipanda mpaka watoto 825,000 kutoka 490,000. Na kwa maana leo hii katika mwaka 2026 tunaongelea watoto milioni 11 wakiwa katika shule za msingi.